Sam! Odifa. Mbona kama kuna mtu ananiita? Alokuita nani? Mbona mimi sijasikia? Na maana wewe hujasikia hiyo sauti. Mimi nimesikia kabisa kuna sauti inaniita. Hakuna sauti yoyote. Hebu kwanza. Mixam. Hiyo sehemu uliyopo sasa hivi sio salama kwako hata kidogo. Rudi nyumbani mara moja. Sasa rafiki yangu Samani. Kuna simu ya dharura nimeipata hapa. Naomba niwahi nyumbani mara moja. Awamu hii nitakutafuta mimi. Sawa? Haya. Nice. Ngoja niwahi nyumbani. Sawa. Mdogo wangu, kuna kipi kinachoendelea kati yako wewe na mchungaji? Kwa sababu mmeitana faragha, alafu hiyo issue ilikuwa ya kuongelea hapa katikati ya familia. Kuna nini kinachoendelea? Hakuna kinachoendelea. Ni mambo tu ya kawaida. Alikuwa ananishauri kuhusu kufanya ibada basi. Ibada? Ibada gani hiyo, mdogo wangu? Kama ni ibada, angeiongelea hapa katikati ya familia. Mdogo wangu, kuwa makini. Oho. Sawa kaka, nimekuelewa. Ngoja nikaandae chakula. Unaenda wapi? Nenda polini kuchinja kuni. Oh. Okay, sawa. Lakini mbona siku hizi umeadimika sana? Wala hata sijaadimika. Kazi tu ni nyingi. Sinajua mvua siku hizi. Kwa hiyo kulima kwingi. Sawa. Hebu tuyaache ya mvua. Umedai kuwa unaenda kuchanja kuni. Ninaweza nikakusaidia kwenda kuchanja kuni? Hapana. Wewe nenda, tutakutana siku nyingine. Lakini Oliva, unanifanyia hivyo. Wakati huo unajua kabisa mimi nilikuwa nimetoka kidogo. Nimekumisi sana lakini una kama vile unijali mwenzi, lakini kwa nini lakini? Nishakwambia naenda kuchanja kuni. Kwa hiyo hapa nilipo na wai. Sinajua zamani kupika. Kwa hiyo tutakutana baadaye. Kwa hiyo kuni ndo zinasamani kunizidi mimi, sio? Tutakutana baadaye. Sawa. Ila tambua, bado nakupenda sana mimi. Na sijasahau mazuri yako yote ambayo ulikuwa unanifanyia pale nyuma. Kwa hiyo naigonjea hiyo baadaye. Baadaye basi. Tutaonana baadaye. Eti kaka. Kuna kitu gani kiendelea wewe na Machuma? Kitu gani? Maana sielewi kwa sababu anitokea hapo barabara anza kuniambia eti sijui kampea onyo kaka yako aache kunifuatia sijui ni ndani, mimi kumuelewa, mimi nielewesha hapo.
alikutokea afu akakupa onyo kwamba kuhusu na maana tusi nje nikufikishia sasa. Sijui onyo kuhusu nini? Hayo masuala mdogo wangu achana nayo. Sawa. Achana nayo, yani ina maana kwamba yana muda wake. Hapana. Nimekuita hapa ili nielewe ni nini yani haswani. Nataka unieleweshe kama niachane napo. Sieleweleka kaka, naomba unieleweshe. Utaelewa tu mdogo mdogo, lakini kwa leo sidhani kama itawezekana kukuelewesha kwa leo. Labda siku nyingine mdogo wangu. Sawa? Hayo mambo ni ya kiimani. Sawa, ni ya kiimani sana, lakini kwa hapa sio sahihi kuyaongelea kwa hapa, lakini kuna muda ambao nitakujulisha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, lakini kwa leo sidhani kama itawezekana. Kiimani? Sawa. Naposema kiimani simaanishi kwamba mara imani ya kishirikina wala nini, na maana mambo ya yanayotokea kiimani. Sawa. Sasa cha kufanya, sawa? Hebu nenda kaandae msosi, make muda umeenda. Unapenda kula wewe? Lazima ule, binadamu lazima ule. Sawa? Lazima ule. Levis. Naam. Mama vipi ndugu yangu? Safi. Za huko utokako? Nzuri sana. Za hapa nyumbani? Tunamshukuru Mungu. Tupo poa. Sawa. Sasa Miksa mwanaendeleaje? Maana toka ile siku anafufuliwa na mchungaji pale. Sijamuona tena. Yeye tunamshukuru Mungu. Yupo anaendelea vizuri na yupo. Sema tu kwamba sasa hivi ameshakuwa mara nyingi sana kwa mchungaji. Ila nimekumbuka kitu. Hebu tuachane na kwanza nayo. Vipi ndugu yangu? Kuna issue fulani nilisikia kuhusu na yule binti. Oliva. Kwa sababu ile binti bwana. Kuna mambo yamevuma mitaani kwamba Levis anataka kumchukua, anataka kumuoa. Vipi? Kuhusu Oliva? Ni kweli nilifikiria kumuoa. Ila sasa mambo ya ukaa sawa hapo, ndio maana niamua tu niachane nayo kwanza. Nijipange kwanza ili kusudi nikihitaji kumuoa tufike na kujenga maisha yaliyo bora. Alafu nimekumbuka kitu kimoja. Unamjua huyu Bea? Huyu Bea mdogo wake na mchungaji? Yes. Unamjua? Ndio. Sasa Bea, mimi nilikuwa nyumbani nafanya shughuli zangu pale. Ndio. Mara ghafla nikamwona anakimbia anakuja mehema, sielewi. Nikamuuliza shida nini? Akasemaje? Huyu mdogo wako huyu. Mdogo wangu mimi? Machumu. Anasema alimtoa chunga ako kamdomo kako, uchunge huo mdomo wako. Eti mdomo
Nani akujue mchawi wewe? Wewe ni mlogi tu. Utabaki kuwa mlogi. Ona kwanza karibu. Yaani wewe ubadilishi, yani ubadili nani? Sketi ubadili, nywele ndo zile zile. Yaani wewe ni mtu gani? Unakalia tu kuanga. Wewe usirudi. Asante. Sasa mtumishi, mimi nimekuja hapa nafuatia swala moja. Swala gani hilo tena? Kuna mambo hapa ndani ya kijiji hiki kwa kweli hayapendezi. Yanaendelea, lakini mimi ninavyofikiria yanagharimu sana maisha ya wanakijiji. Yaani kuna uchawi hapo unaendea hapa kati, sielewi. Labda wewe kwa vile wenyewe ni watumishi, labda wewe unaweza kanielezea nikaelewa. Hayo mambo ndugu yangu yapo, ila ni ya kwenda nayo mdogo mdogo, sawa? Labda cha kushauri tu ndugu yangu ni kitu ambacho kinahusiana nayo, lakini kitu kingine hayo mambo ungeachana nayo kwa sababu ni mambo ya kiimani sana. Lakini cha kushauri kitu kingine, ingeanza kusali, sawa? Kwa sababu mambo yanayofanyika kwenye hichi kijiji ni mambo ya kichawi, mambo ya kishirikina. Sasa nikianza kukwambia mtu kama wewe, nitakuwa nakosea. Kwa mtumishi, kwa unamaanisha nikianza kusali mimi haya mambo yataisha? Haiwezi kuisha, lakini ni kama kujikinga kama wewe. Kwa sababu mambo yanayofanyika ni mambo ya kama ya kiimani sana. Sawa, lakini mtumishi, unavyosema eti kwamba yananikinga mimi kama mimi, je, wanajamii wenzangu hawa na wasaidiaje? Cha kuwasaidia ni kupambana. Ni kupambana, lakini sio kupambana kinguvu. Ni kupambana kiimani. Kwa hapo kwambia uanze kusali, una hata wewe ile imani yako iweze kuwasaidia wana kijiji. Unaona? Kwa sababu kwambii kwamba mara wao utawasaidia unapoanza kusali, hapana. Hapo unapokuambia uanze kusali na maanisha kwamba imani yako ndio itakuokoa na itaokoa na mwenzako. Kwa hiyo utakapopambana na maombi, unaweza kumuokoa ndugu yako au rafiki yako. Kwa hiyo nacho kushauri tu ungeanza kusali. Unajua mtumishi, mimi ni mzaliwa wa hiki kijiji. Sawa sawa. Toka zamani tumeishi bila kanisa kabisa hapa kijiji. Na tulikuwa tunaishi vizuri tu. Ila sasa hizi za miaka za karibuni hizi ndo mambo kama haya yanatokea. Nyakati zinabadilika. Sawa? Nyakati zinabadilika. Kwa haya mambo yanayoendelea hapa sio kwamba kipindi hapa zamani ilikuwa hayapo, yalikuwepo, sema tu alikuwa bado hajajulikana. Umeona? Mambo yanakuwepo muda. Yaani kama sometimes kama uchawi yaani toka dunia ianze unakuwepo. Mimi nafikiria mtumishi, tuarudie mababu zetu, mizimu yanamaanisha mizimu. Mizimu ya nini? Haya mambo ya zamani achana nayo. Yaani mambo ya kuabudia mizimu yalikuwa zamani. Sikia ndugu yangu nikwambie, sawa? Imani yako wewe ndio itakuokoa. Sasa mtumishi, yani mimi sikuelewi kabisa. Alafu kingine, mimi nimeijia hapa ushauri mzuri. Alafu unakuja kuniambia sijui nifuate kanisa. Sikia, mimi ngoja nikuache. Ila hilo la kuhusu kusali talifikiria. Na alafu kingine sijui kwamba hiyo naingia akilini kusali sasa hivi. Maana mimi pale nyumbani ina mizimu baba zinanilinda.
Kwa kama vipi ukiona unakuja tu tunajumuika tunaziomba mizimu inatusaidia, mimi naenda. Maana na wewe nakuona sikuelewi kabisa.